Njoro. Next time. Jamani, hata kuokoka hata zilisema nilimpatia wiki ngapi? Wiki mbili hazijaisha. Lakini Mungu atakujalia. Sometimes uchungaji ni kitu ambayo ngumu. Umechelewa sana. Lakini mchungaji ni mgumu na ni mzuri sana na inapendeza, maana naomba ukaribie, na ni kitu cha muhimu, maana aliyekuita si mimi, aliyekuita ni Mungu, na alikuita kwa na kusudi. Aliyeniita si binadamu, ila ni Mungu aliniita, maana uchungaji ni mwito, na mwito lazima upate gharama yake na lazima upitie ndiposa uweze kunyoshwa ukakue kile chombo ambacho kinahitajika katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo sometimes ubinadamu upo. Jana tulisoma kuhusu Daudi alivyokuwa, alijua na mafuta, alijua na nguvu, alijua na uwezo, alijua kuna kila kitu ambacho Mungu amempatia. He was anointed and God was with him wherever he went. God was with him. But wakati alipata bibi yake, wake wawili wote wamenyakuliwa, kijiji kizima chake kimechukuliwa, na wanyama wake wote wamechukuliwa, ilimchukua siku 3 za kulia. Na alilia na akasahau ya kwamba alikuwa na Mungu. Alipokumbuka baada ya siku 3 kulia, alikumbuka haya na kuanga na Mungu. Kisha akaenda kwa Mungu akamuuliza, ni vizuri nikafuata wale watu? Naye Mungu akamwambia, tayari nilikuwa nangojea, kama siku ile ya kwanza ungekuja tu na uniambie, ungeenda tu na ungewaregesha. Lakini kulikuwa na siku 3 ambazo Mungu alikuwa ameziweka wazi, ndipoza pia Daudi aweze kwenda mbele za Mungu, aweze kuona kwamba anahitaji mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine unakuta unahitaji mkono wa Mungu ndipoza uweze kwenda katika nafasi hiyo nyingine. Kwa hivyo jambo langu la leo, kama siku ya leo, nataka tu kuwafundisha kitu kifupi sana. Ni kitabu cha Deuteronomy 28. Deuteronomy 28 inazungumzia kuhusu baraka zitokanazo na uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Blessings for obedience. And if you faithfully obey the voice of God, your God, the voice of Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall you be, blessed shall be you in the field, and the fruits of your womb, and the fruits of your ground, and the fruits of your cattle, the increase of your herds, and the young of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Praise be the name of God. It goes on and goes on kuzungumzia mambo ya baraka, lakini ningetaka tutuzungumzia hayo machache ambayo wamesema ya kwamba wale kwa uaminifu wa kufuata na kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu na kufuata maagizo ya Mungu, Biblia inasema utabarikiwa, na katika kubarikiwa kwako ni kwamba atakuinua kwenye level nyingine iko juu sana, ya kwamba mpaka baraka zako zitakutangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Utabarikiwa mpaka uendapo mahali popote unapata baraka zako zinakutangulia. Umesikia? Utakuwa baraka ziko mbele yako. Unapoingia mahali popote unaingia, unakuta milango imefunguliwa kwa sababu unakuja. Kwa nini? Kwa sababu ulimtii Mungu, naye Mungu akakutii kwa kukujibu maombi yako na kufungulia milango. Kwa hivyo utakuta upinzani ambao umekuwa nao unapunguka na unakuwa haupo, maana yule Mungu uliyemtii naye basi anakutangulia na anakupigania vita zako zote.
and above all the nations, and all these blessings shall come upon you and overtake you, if you obey the voice of the Lord your God. Because the condition is only obeying the voice of God. And anybody can be the voice of God. This young man can be the voice of God. You can be the voice of God. And even this hall can be the voice of God. And this chair could be the voice of God. Maybe God wants to bless you by looking at you. How do you do it? Or if I give you an assignment, how will you finish the assignment? So it's all about, like now, nimewambia kila mtu asimame. Haujui ni kwa nini, kwa sababu nimesikia sauti imeniambia, waambie kila mtu asimame azungumze, maana kuna baraka nataka kuachilia kupitia kwa mazungumzo atakayozungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tulipokuwa tunakuja saa 9 usiku na Joro akaniambia mimi leo niliota ndoto. Nikamuuliza ndoto ilikuwaje? Akaniambia tulikuwa na Mungu. Kisha nikafuatiliza kumuuliza kutaka kujua ni vipi hiyo story ilienda. Akakuja akaniambia venye walikutana na Mungu, venye alitembea na Mungu, na kando yake kulikuwa na watu ambao walikuwa wanamshawishi aondoke, atoke hapo aende kwa nani, kwa watu wengine. Kumbe akakuta wale watu ndio walikuwa watu wa shetani. Kisha baadaye alikuja akagundua, akakuta baada ya kuachana na Mungu, alikuta wakichomeka. Bwana Yesu asifiwe sana, ama sivyo? Alikuta wakichomeka. Kisha akakutana na Yesu, naye Yesu akamwambia usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha nini? Alipokuwa kinipatia hiyo story saa 9 usiku, na mimi nilikuwa nikitafakari na nikaangalia. Kisha Evans akaniambia na mimi niliota ndoto. Yule mama ambaye ni mama mkwe, mama yake mama wa kambo, alimtokelezea usiku na alikuwa anamuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye amekuwa kimsumbua wakati wote. Alikuwa anamuita. Kisha alipomuita alikuwa anampatia chakula. Akaniambia alipoenda kumpatia chakula alikataa chakula kile. Kisha huyo mama akamwambia dada yako, ndugu yako amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akaniambia walikuwa na mvuta wa kumuingiza kwenye nyumba fulani, lakini alitoroka akaingia kwenye matatu akaenda, hajui kule alienda. Basi nikamwambia utapata ushindi mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati nilikuja hapa asubuhi, tukafanya kazi na yeye, tukaingia jikoni, tukapika chakula ya breakfast, tukachemsha mayai na mkate, tukakunywa chai vizuri, tukaanza kazi, tukafanya kazi, lakini nikaona kuna kitu ambacho hakiendelei vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Which means ukiangalia katika mstari wa 3, blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the field. Haupaswi kulia please umetoka wapi? Lemuru ama uko vijijini. Kule umetoka ukakuja mjini. Ukiwa kule venye ulikuwa baraka za uko vijijini, hivyo ndivyo baraka zitakufuata hata mjini. Maana umetii sauti ya Mungu. Kwa sababu wakati ule nilimwambia Evans usijaribu kutoka nje ya mlango huu hapa chini. Tulipoingia hivi tukipanda, nikamwambia leo usijaribu kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa njia zake na hisia zake na mipango yake alitoroka, na hapo walimnasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kitu kimoja ningetaka mnielewe na mjue. Katika huduma hii ni huduma ambayo iliyo na utofauti mkubwa. Labda mmezoea mahali mnabembelezwa, mahali mnapambwa, mahali mnaitwa baby, mahali mnaitwa Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine hata ngumi mtakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima mkuwe tayari. Sababu ni kazi ambayo tunaenda nayo. Unaangalia vita ambavyo tumekuwa navyo. Tulipoanzisha kiti hiki, nilikwambia dilangu, hakuna kazi itakuwa na vita kuliko kiti hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu aliniambia tengeneza kitu ambacho utampelekea baba yako wa kiroho ndio akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nilimpigia Harrison ambaye ni baba yangu wa kiroho, nikampigia picha, nikamtumia, anipatia appointment, ninakuja na watu wangu kisha ndio atubariki, maana kuna kitu tunataka kumpelekea kiti. Akafurahi sana na akaniambia wakati wote mko tayari. Kwa hivyo nilikuwa na mpango ya kwamba leo ama kesho nitampigia simu tena nimwambie kesho ama kesho kutwa tunakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haikuwa hivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu Daudi wakati alibarikiwa, wakati alimwagiliwa mafuta, upinzani ulikuwa mkubwa sana. Yosefu
alipokuwa anaenda kubarikiwa, upisani ulikuwa mkubwa sana. Maana ukiangalia wakati wa kubarikiwa, wakati the anointing, when Joseph, the time of anointing ya Joseph, ni wakati ule aliuzwa na kaka zake. That is when he received his anointing. And between that time and the appointment when he became the king, or he became the prime minister, it took him 15 years. Bwana Yesu asifiwe sana. It took 15 years of struggle, fighting, and fighting somebody's wife, going to prison, and being led to the death trap. But he succeeded because God was with him. And when you are anointed, it does not matter what is going to happen in between, because God has to fulfill. Again, if you come to David, when he was anointed by Samuel, something else happened. Because between the day he was anointed and the day he became the king, when he was given the throne, it was again 15 years. Praise be the name of God. It was 15 years of struggle and living in caves and being threatened to be killed by Saul and the Amalekites and also the Philistines who were trying to kill him. But for the 15 years he struggled. But one thing that happened to him, he succeeded in every battle, because all the battles were not his, but were God's. Praise be the name of God. Every battle that you are fighting, as long as you are saved, as long as you are right with God, as long as you obey the rules and the sheria za Mungu, basi vita vyote utakavyokuwa ukipigana si vita vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazungumzo utakayokuwa ukiyazungumza ujue sio yako. Unaponiona hapa kwenye hii nyumba nikizungumza, ujue sio mimi nazungumza. Ukipata nikicheka ujue si mimi nacheka. Ukipata nalia ujue sio mimi nalia. Ukipata na guruma ujue sio mimi na guruma, maana bali ni yule aliyenituma ndiye anafanya hivyo. Because there is a time of happiness and there is a time of rebuke. And if I cannot rebuke you, then I'm not worthy to be your spiritual daddy. I'm not worthy. And if you cannot take my rebuke, then you don't deserve to be in this ministry. You don't at all. Because you are supposed, God brought you here and they have to sharpen you. Labda imefika wakati lazima nikusukume ndio ukue change attitude. Praise be the name of God. Nilizungumza na Mary juzi nikamwambia, you got to change this and this and this. Alafu alikuja akaniuliza, what did you mean? Na mimi nikamwelezea vizuri. Ilikuwa mimi ni yetu na yeye. Nikamwelezea, you must change A and B and C, because I want to see the maturity in you in spiritual life. Praise be the name of God. And that is what God is looking for you, from you. That is when see circumstances, mambo yameenda juu, mengine yameenda chini. Unaona maisha yamekuwa magumu na ni kama watu wamekugeuka, kwa sababu kuna maturity God is looking in you. Praise be the name of God. And if you find yourself getting angry because of a rebuke, then you are still in class 1. You are in your first year or nursery school. You are yet to even graduate from the preschool. So that is the spiritual. I'll come to teach you one day how to look at these things, because you get angry, then you solve it immediately and move forward so that you can be able to conquer the spirit of anger. Praise be the name of God. Because the spirit of anger is generated or created by the devil so that it can deviate you from your lead blessings. The spirit of anger will make you throw away what you are doing or stop what you are doing, so that what may be, and the spirit of anger comes when it is near. When you are just about to be blessed, that is when the spirit of anger comes. And somebody will be used, somebody who's very close to you, somebody who you think you trusted most. That is a person who is normally used. Maybe could be your wife or your husband or your co-worker or your pastor in church, will be used to create that anger in you so that you'll be diverted or you'll be angry and then you disappear. Then the silverware or the gold, you know, somebody would have been coming, maybe he's coming to give it to you, then the anger comes and you just deviate, and he comes and sees nobody, then he returns it to the master and tells that whoever you send me to was not available. Praise be the name of God. And that is how we lose it.
That is how we lose it. Number 2, we must be very careful in the ministry as we are doing the ministry, because God told me the people I have given you, wale ambao watu nimewakupatia kwa sasa ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine ni manabii, wengine ni walimu, wengine ni wahubiri. Wote hao nimekupatia mikononi mwako, ndio uwakuze, maana huduma itakuwa kubwa sana na utawahitaji katika maelekezo. Lakini kaniambia hivi ya kwamba katikati hao wengi ambao nimekupatia pia kuna vyura ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nini? Kuna vyura ndani yao, na kuna vitu vinaitwa chameleon. Ama zinaitwa chameleon na Kiswahili namna gani? Vinyonga ndani yao, wako ndani. Watakuja na utawajua kwa vitendo vyao, utajua vyura kwa vitendo vyao, na utajua venye watakuwa wakiendelea na maisha itaendelea hivyo. Na kaniambia sio na wasiwasi, maana nitayarekebisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna changamoto ambayo utakuwa nayo, na kuna changamoto. Ndio unaona nilitoa kiti kule juu nikakileta hapa kimaliziwe hapa, maana katika madhabahu kuna nguvu nyingine ambayo inakuwa katika madhabahu ambayo inapigana, kwa sababu madhabahu tumeyainua. Kwa madhabahu haya ndio yanatupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na madhabahu, basi vita vyote vya kimadhabahu vinapigana kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama unanielewa. Liza. Vita vyote vya kimadhabahu hupiganwa kwenye madhabahu. Ukivipeleka nje ya madhabahu, basi utashindwa. Maana madhabahu ya kishetani yanafaa kupigana na madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi mwenyewe alikuwa madhabahu, na alikuwa madhabahu ya Mungu. Alipoenda mahali popote alishinda vita, maana alitembea na Mungu. Musa mwenyewe alikuwa madhabahu, na alipoenda mahali popote pale alishinda vita, maana alikuwa na ule uwezo na mamlaka ya kimadhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni wakati nilipokuwa pale juu nilipata kuna vita, unakuta Bilango anapigana na Munami, na Evans anapigana na Sami anapigana na Njoro anapigana na huyu, ukakuta kuna vita. Nikakaa tu chini nikaangalia, nikaona this is not normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikaona kuna madhabahu yanapigana mahali hapa. Na wakati huo siku hiyo nikaenda huko juu nikaagiza kiti kiteremshwe. Samia alikuwa wa kwanza kusema tumalizie huko kwanza ndio tulete hapa chini. Nikasema si Samia ni nani? Ni Bilango ama ni Evans? Nikasema kiti kiteremshwe, kiwe kimekamilika, hakijakamilika, kiteremshwe mpaka hapa chini, kwa sababu niliona tunahitaji kuwa katika madhabahu ndio tumalize kazi hii yenyewe. Ukaangalia venye Evans ambavyo ana behave, anakimbia, anatoka, anakuja, mazinga ombo ambayo amekuwa nayo hapa, unaona kweli sio kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia tuna hasira imekuwa ikipanda miongoni mwetu. Bilango juzi niliona hasira ilikuwa imempanda, Njoro alikuwa amepandwa na hasira, huyu alikuwa amepandwa na hasira, wakati kila mtu kivyake. Unaona kila mtu huyu anainuka, huyu anaenda chini, huyu anainuka, huyu anaenda chini. Kulikuwa na kusudi ambayo ni ya nani? Ni ya juzi. Nikakuta huyu naye anang'ang'ana na wanawake hapa, mastori ingine inakuja, mara ni maji imemwaitumiwa vibaya, mara unaona si kitu cha kawaida, kwa sababu maji yamekuwa akitumika. Lakini mbona sasa ameona maji inatumika? Unaona si yeye, lakini kuna madhabahu inataka kujiinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni bora wakati unajua, mjielewe na kujua madhabahu yanapoinuka na ni jinsi gani ya kupigana na yale madhabahu. Maana katikati yetu tuko na Majudasi, katikati yetu tuko na Mapetero, katikati yetu tuko na nani? Na kina Matthew, na kila mtu tuko na wao, na watajulikana tunapoendelea kwenye safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo baraka ipo ikiwa tutamfuata Mungu na tutakaa kulingana na maagizo na upendo wa Mungu. Namba 3 nasema blessed shall be, namba 4 nasema blessed shall be the fruits of your womb and the fruits of your ground. Kwa hivyo kumaanisha nini? Ukiwa mwaminifu na ukitii madhabahu ambayo Mungu amekuleta uyatumikie, utabarikiwa katika uzao wako. Umesema uko na vituni viwili. Vituni vile viwili vinakula vinakunywa na hauko kazi. Kwa hivyo kumaanisha ground yako imekuwa iko na baraka. Na katika ground wale ambao umefanya kazi kwenye kutengeneza hii kiti, tutakapokipakabidhi baba yangu wa kiroho, basi kuna baraka fulani ambayo